tunaenda kuhudumiwa na mtumishi wa Mungu. Hakika tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu. Hallelujah! In the house we have the guest of honor, very special women of God, Annie. Hallelujah! Tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu, katika mipango yote. Hakika tunaye Mungu, wala hatubahatishi. Hakika tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu, katika mipango yote. Hakika tunaye Mungu, wala hatubahatishi. Hakika tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu, katika mipango yote. Hakika tunaye Mungu, wala hatubahatishi. Hakika tunaye Mungu.
hatubahatishi, hakika tu. Atawale maisha yako, mwachie yeye. Haleluya. Unajua tunapokuja ni kwa sababu tunataka Yesu atuhudumie. Na tunatamani atuguse. Na tunatamani atuvushe mahali fulani kwenda mahali pengine. Oh my God. Unaweza kuamini na mimi ya kwamba huu ni wakati ambao tunaenda kwenye mwisho wa mwaka huu na mwakani tunaingia na ushindi. Kwa sababu sisi ni washindi, tena zaidi ya washindi. Hakuna linalomshinda Mungu wetu. Akisema atafanya ni atafanya. Maana sheria ya neno lake ni amini na kweli. Akisema nitakutendea, atakutendea kwa sababu yeye atafanya. Yeye ni mwaminifu. Hakuna asiloweza. Yeye ni mtakatifu. Hakuna asilojibu. Kila siku, kila saa, umwamini. Kila siku, kila saa, umwaminifu wa kila siku. Lakini wakati huu ni wakati ambapo Bwana anayatenda. Bwana anayafanya kwa sababu yeye ni mwaminifu. Kuna mahali ambapo unaona labda uaminifu wa Mungu umepungua. Uaminifu wake uko pale pale. Uko pale pale kwa ajili yako. Uko pale pale kwa ajili ya maisha yako. Ukiamini utauona wokovu wa Mungu wetu kila siku. Yeye ni mwaminifu sana. Ahadi yake ni amini na kweli. Akisema na tena. Kila siku na kila majira Yesu mwaminifu. Kila siku, kila saa mwaminifu. Ina mikono mwambie kila siku
Roho Mtakatifu, wewe na mbingu, kilindi chako ndani ya kiriba chako, wewe na Mungu mwenyewe. Yeye bado ni mwaminifu, yeye bado anatenda, yeye bado anafanya, yeye bado anaponya, yeye bado anajibu, yeye bado anafanya, yeye bado anajibu, yeye bado ni mwaminifu, yeye bado ni mponyaji, yeye bado anatenda. Hakuna siloweza, hakuna silofanya Yesu, hakuna silojibu Yesu. Bado yeye ni mwaminifu, bado yeye ni mwaminifu. Hata lile unalolikatia tamaa, yeye bado ni mwaminifu. Hata lile ulilochoka nalo, yeye bado ni mwaminifu. Hata lile usiloweza, yeye bado ni mwaminifu. Anatenda maajabu, anafanya miujiza. Alidhihirisha kuzivunja kazi za adui. Ukimwamini huyu Yesu, atafanya kwa upenyo mkubwa, atatenda kwa nguvu kubwa. Yeye ni mwaminifu. Habadiliki. Sisi wanadamu tunaweza kubadilika, lakini yeye habadiliki. Wewe ni Mungu, haubadiliki. Wewe ni Mungu, haubadiliki. Tangu zamani haubadiliki. Ela Masaya, tangu zamani haubadiliki. Wewe ni Mungu, haubadiliki. Wewe ni Mungu, haubadiliki. Tangu zamani haubadiliki. Tangu zamani haubadiliki. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Inua mikono, mwambie wewe ni Mungu wetu. Wewe ni Mungu wetu. Tangu zamani Bwana haubadiliki.
neema yako iwe nyingi kwetu Bwana, na ufalme wako ukaonekane siku hii ya leo, na mapenzi yako yakatimizwe kati yetu, na neema yako ikawe nyingi kati ya leo, na uaminifu wako ukawe mwingi kati ya leo. Yeyote aliye na udhaifu, yeyote aliye na changamoto, yeyote mwenye kiu aliyekuja kwako, umjaze, umjaze, umjaze. Kila mwenye kiu, kila mwenye kiu, kila mwenye kiu, umjaze sahihi, umjaze sahihi, umjaze sahihi, umjaze sahihi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Badilisha historia ya mtu mmoja jioni leo, kwa sababu ya uaminifu wako na kwa sababu ya mkono wako wenye nguvu. Yesu, tunakuadhimisha tena, tunakuinua tena, tukilikamata anga la hapa, tukikamata ardhi hapa, tukikamata hali ya hewa, tukikamata mifumo ya mawasiliano, mifumo ya umeme, mifumo yote ya mahali hapa, tunaikamata kwa damu ya Yesu, tunaikamata kwa jina la Yesu, tunaikamata mifumo inayoendesha mazingira, mifumo inayoendesha hali ya hewa, mifumo inayoendesha miili yetu, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunatamka nguvu zako ndizo zitakazoonekana hapa sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi mengi sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunamshukuru Mungu tena kwa sababu ya neema yake na kwa sababu ya uaminifu wake ambao ametupa siku hii ya leo. Hii ni thamani ya Yesu maishani mwangu, season 6. Mwambie mwenzio karibu tena katika ibada hii ya leo. Mwambie tena karibu tena katika ibada hii ya leo. Mwambie Mungu amekupendelea, Mungu amekupa neema. Basi namshukuru Mungu sana kwa nafasi hii ambayo amenipa na ambayo amekupa wewe. Hata siku hii ya leo tumeweza kusimama tena hapa kwa ajili ya kazi yake. Tumeweza kusimama hapa tena kwa ajili ya kujenga kazi yake. Na majina yangu naitwa Mchungaji Joseph, mwalimu wa neno la Mungu. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimeokoka na Mungu amenitunza, amenilinda mimi na familia yangu, amekulinda pamoja na wewe. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako wewe. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji wangu kiongozi, mama yangu mpendwa, Mchungaji Happiness. Tupungie mkono mahali ulipo. Asante kwa ajili ya mama huyu wa faida. Huyu ndiyo mama kwangu. Mshukuru Mungu pia kwa ajili ya mchungaji wangu kutoka Kisarawe. Mama, tupungie mkono. Karibu sana mama. Mungu akubariki sana. Huyu ameambatana na wachungaji wengine kutoka mkoa wa Pwani. Waliopo hapa wasimame, wachungaji kutoka mkoa wa Pwani, simama tupungie mkono. Mchungaji Kathe, mchungaji Eva, popote mlipo tupungie mkono. Mungu akubariki sana. Haleluya. Tunaye mtumishi wa Mungu pia anianie jembe la Yesu lisilochuja. Miaka na miaka, sauti ile ile, mwili ule ule, Yesu yule yule, nyimbo zile zile zinafanya vizuri miaka na miaka. Tangu hujazaliwa unasikia nyimbo aliyekuwa anaimba ndio nyimbo yake. Haleluya. Huyu ndio mwenye nyimbo hizo. Hakika tunaye Mungu wala hatubahatishi. Yeye ndiye Mungu ambaye ametupa neema siku ya leo. Bila kupoteza wakati, nataka tukajifunze maneno ya Mungu hasa ambayo yataonyesha thamani ya Yesu katika maisha yetu. Kwa dakika chache tulizo nazo, naamini Mungu amekuhudumia na naamini Mungu amekusaidia. Somo letu la leo linasema nguvu ya msalaba wa Yesu Kristo. Nguvu ya msalaba wa Yesu Kristo. Natambua na wewe unatambua kwamba kuna misalaba iko mingi. Hata wewe inawezekana umevaa. Hata ukipita makaburini misalaba ipo. Kwenye makanisa yapo misalaba. Lakini leo tunakwenda kujifunza nguvu iliyopo katika msalaba wa Yesu Kristo.
Inawezekana wewe unajua nguvu iliyopo kwenye msalaba unaojua wewe, lakini mimi leo Yesu ametaka tujifunze nguvu iliyokuwepo katika msalaba, na haupaswi au hatupaswi kabisa kudharau kitu chochote ambacho kilihusika kwenye kuikamilisha safari ya wokovu wetu. Usidharau kitu chochote ambacho kilitumika kukamilisha wokovu wetu. Kwa mfano, Yesu anakamatwa, Yesu anateswa, Yesu anasulubiwa, Yesu anabebeshwa msalaba, Yesu anavishwa taji ya miiba, Yesu anapelekwa msalabani kusulubiwa, Yesu anachomwa mkuki ubavuni, Yesu anazikwa, Yesu anafufuka. Kila kitu ni ufunuo kamili wa Mungu juu ya safari yetu ya wokovu, na hakuna kitu kingine, kwa sababu kabla ya Yesu kuja duniani, fedha zilikuwepo, ndoa zilikuwepo, watoto walikuwepo, elimu ilikuwepo, ajira zilikuwepo. Lakini Yesu alivyokuja, alikuja kwanza kukamilisha kazi ya ukombozi wa kimungu kwenye maisha ya mwanadamu. Haleluya! Kwa hiyo ili akamilishe safari ya wokovu, alipitia hatua kadha wa kadha. Hatua mojawapo ni ya kubeba msalaba wake kwa ajili yetu mimi na wewe. Na msalaba huo alioubeba, Wayahudi na Warumi hawakuutunga. Ni kitu ambacho Mungu aliruhusu kitokee ili sisi tujue ndani yake kuna nguvu ya namna gani. Msalaba ni ishara ya kutambulisha aina ya kifo alichokufa mtu. Msalaba ni ishara ya utambulisho. Unapouona mahali kuna utambulisho, huyo mtu anaji-identify, anajitofautisha, anajitambulisha kwa wengine. Kwa hiyo tangu mwanzo, sio watu wote waliwekewa misalaba kwenye makaburi yao, na hata sasa si makaburi yote yanawekewa misalaba, na si misalaba yote iliyopo kwenye makaburi ni msalaba kama ule wa Yesu, kwa sababu pale Golgotha walisulubiwa watu watatu. Yesu katikati, kushoto na kulia kwake kulikuwa na wanyang'anyi wawili. Lakini msalaba unaotajwa mpaka leo ni msalaba wa Yesu Kristo pekee. Kwa nini unatajwa? Kwa sababu umebeba nguvu ya tofauti na misalaba mingine. Umebeba utambulisho wa tofauti na msalaba wa mnyang'anyi na mnyang'anyi wa pili. Hata Herode alivyokwenda kupiga mihuri, hakuipiga mihuri misalaba yote, aliupiga wa Yesu, akaandika huyu ni mfalme wa Wayahudi. Kwa mfalme wa Wayahudi iliandikwa kwenye msalaba, sio ikulu. Haikuandikwa kaburini, haikuandikwa kanisani, iliandikwa kwenye msalaba uliokuwa umembeba Yesu. Na kila mtu alivyoisoma ile anwani iliyoandikwa na Herode, alikasirika moyoni, akaenda kwa Herode, kwa nini usiandike kwamba aliyejisema kwamba yeye ni mfalme wa Wayahudi? Kwa nini umeandika? Akasema, niliyoyaandika mimi nimekwisha kuyaandika na hakuna mtu wa kuyatangua. Kwa ndani ya msalaba wa Yesu Kristo kuna nguvu ya kifalme ya utambulisho, ambayo kila anayeamini kwenye msalaba wa Yesu Kristo ana utambulisho wa kifalme.
kwa sababu hampendi ufalme, mmenuna. Bwana Yesu akusaidie sana unielewe. Haleluya. Kwa hiyo msalaba umebeba nguvu kubwa ndani yake, kwa aliyeuandaa na kwa anayeubeba. Kwa mfano, msalaba wa Yesu waliouandaa waliuandaa ili kuonyesha kwamba Yesu amelaaniwa. Maana Torati inasema amelaaniwa mtu yule atakayeangikwa mtini. Kwa hiyo wao wametengeneza msalaba kuonyesha kwamba Yesu au atakayeubeba atakuwa amelaaniwa. Ndio maana Simoni Mkirene walivyojaribisha kumbebesha hakuweza, kwa sababu sio wa kwake. Haleluya. Simoni Mkirene aliushindwa kubeba msalaba wa Yesu kwa sababu sio wa kwake. Na ndio Yesu anasema kila mtu yampasa abebe msalaba wake yeye mwenyewe, asimbebee mtu mwingine. Kwa Simoni alivyoshindwa kubeba msalaba wake, akaurudisha kwa Yesu. Yesu akaubeba kwenda Golgotha. Haleluya. Pale Golgotha ndio ilikuwa hatima ya ukombozi wa mwanadamu. Panaitwa fuvu la kichwa. Wakamsulubisha Yesu juu ya msalaba bila kumuua. Yesu hakuuawa kwanza ndipo atundikwe. Alitundikwa mtini, ndipo akaweka roho yake mikononi mwa Baba. Akasema, mikononi mwako naiweka roho yangu, lakini wasamehe kwa sababu hawajui watendalo. Hawajui nguvu iliyopo kwenye msalaba huu walionisulubisha. Wao wanauona kama msalaba wa laana, lakini mimi Yesu ninauona kama ukombozi mkubwa kwa wanadamu watakao amini hiki ambacho Mungu unakifanya. Kwa hiyo wasihesabiwe hatia, bali wasamehewe hata kama wamenisulubisha. Hawakutaka wao, ili maandiko yatimie kama yalivyonenwa katika Isaya 53 kwamba kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Alipigwa wapi? Alipigwa akiwa Golgotha, akiwa amebeba msalaba wake anakwenda. Msalaba wake ulikuwa sio huo wa kifuani. Msalaba wake ulikuwa sio huo unaoona umesimbikwa makaburini. Msalaba wake ulikuwa ni mti mrefu, mkubwa, mzito, akibeba mpaka wanamsaidia. Watu wengine wanamsapoti kubeba. Ulikuwa umebeba hukumu ya maisha yetu. Ulikuwa umebeba adhabu ya maisha yetu. Ulikuwa umebeba uponyaji wa magonjwa yetu. Ulikuwa umebeba funguo za kufunguliwa kwetu. Ulikuwa umebeba hukumu ya uhai wetu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mungu akaruhusu Yesu apite katika eneo hilo. Lakini leo Yesu anasema, wakumbushe wanangu nguvu iliyopo kwenye msalaba niliyoubeba. Wakumbushe, waache kuishi maisha ya kurukaruka, waache kuishi maisha ya kugusagusa, waache kuishi maisha ya kujieti, waache kuishi maisha feki ya Ukristo. Mimi nilikufa kwa ajili yao, mimi nilipigwa kwa ajili yao, mimi nilisulubiwa kwa ajili yao, mimi nilikufa kwa ajili yao, ili nibebe hatia zao, ili nibebe maovu yao. Kwa nini wanahuzunisha moyo wangu? Wakumbushe thamani ya msalaba niliyobeba. Wakumbushe. Mungu alipoanzisha mfumo huu mpya wa msamaha wa dhambi, mfumo wa zamani ilikuwa ili usamehewe dhambi uende na kondoo, mbuzi, ng'ombe au njiwa, ukachinje, damu yake ichukuliwe, umwagiwe wewe madhabahu na vitabu, ndipo usamehewe dhambi zako. Lakini Mungu akasema hapana, huu msamaha una ubaguzi. Kwa nini wengine wasamehewe kwa damu za mbuzi,
wengine kwa damu za kondoo, wengine wasamehewe kwa damu ya njiwa. Kwa nini? Akasema, akaitisha kikao mbinguni. Ufunuo sura ya 5. Akaitisha kikao mbinguni, wakakaa kikao na malaika. Akasema, ni mtume nani ulimwenguni, maana uovu umeenea. Malaika wakaangaliana kwa zamu. Gabrieli akamwangalia Mikaeli, Mikaeli akamwangalia Rafaeli, Rafaeli akamwangalia Hanani. Maserafi wakaangaliana na makerubi, wakatazamana, wakasema, duniani kuna nini? Walivyoiangalia kesho ya kutumwa duniani, wakaona ina kifo cha maumivu, kifo cha aibu, mateso, kuvuliwa nguo, kuvalishwa taji ya miba, kutemewa mate, kupigwa na watoto wadogo. Yani mimi malaika nimezoea kuketi na Baba mbinguni, huwa tunapiga story na Mungu, tunakutana, tunazungumza. Alafu leo niende kesho nikadharauliwe na wanadamu, nikavuliwe nguo na wanadamu, nikapigwe, nikasulubiwe. Wakasema hii kazi sisi hatuendi. Ndipo akatokea Yesu Kristo akasema, Baba nitume, mimi hapa niko tayari kwenda. Alivyosema niko tayari, akapewa kitabu kilichokuwa kimejaa hukumu, kimejaa mabaya ambayo mwanadamu shetani ameshamfunga nayo. Alivyoyaangalia yale mabaya, yanaitwa mihuri 7, alivyoyatazama kwa jicho la kiroho, akasema ni mazito mno. Malaika walivyoona amepokea kitabu kile, alafu akakifungua, wakapiga magoti, wakasifu, wakasujudu, wakasema, wastahili wewe Bwana kupokea utukufu. Wamepiga magoti kwake yeye ambaye anakwenda kudharaulika. Wakiutazama msalaba, wanaona nguvu ya ajabu, wanaona mimi na wewe tukifunguliwa, wanaona mimi na wewe tukiponywa, wanaona mimi na wewe tukisaidika, wanaona mimi na wewe tukivuka hatua, wanaona mimi na wewe tukibadilishwa majina, wanaona familia zikiponywa, wanaona wachawi wakianguka. Mihuri ilivyofunguliwa, kitabu kilipofunguliwa, wanaona wachawi wanaanguka, wanaona silaha za adui zinaanguka, wanaona tunguli zinaanguka, wanaona mizimu inaanguka, wanaona mapepo yanaanguka. Wao wakapiga magoti, wakamtukuza Mungu kwa ajili ya kazi hiyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Katika Ufunuo sura ya 2, wa Filipi sura ya 2, ule mstari wa 18, Biblia inasema hivi. Katika Ufunuo sura ya 2 mstari wa 18, Biblia inasema hivi, tena alipoonekana yuna umbo la mwanadamu, alijinyenyekeza mno, alishuka mno, alishuka mno mno, akaacha kwake kule kuwa sawa na Mungu, akaona sio kitu cha kushikamana nacho, akanyenyekea mpaka mauti, akavuka mauti, alafu akaenda mauti ya msalaba. Sio mauti ya kawaida. Yesu hajawahi kufa kifo cha kawaida na hatokufa kifo cha kawaida, na wote wamwaminio hawatokufa kifo cha kawaida, watalala tu, kufumba na kufumbua. Bwana wao watawaita, wataitika, watafuatana na hao waliomchagua. Kwa hiyo Yesu anasema akanyenyekea, akafa kifo cha msalaba au mauti ya msalaba. Mathayo 27:32, Biblia inasema hivi, hata walipokuwa wakitoka wakamwona Mkreene jina lake Simoni, huyu wakamshurutisha auchukue msalaba wake, kama ambavyo nimeeleza. Kwa hiyo Yesu alikuwa na msalaba wake, kama title anavyosema, nguvu ya msalaba wa Yesu. Kwa hiyo Simoni Mkreene akashurutishwa auchukue msalaba wa Yesu. Kwenye Mathayo 27:32 akashurutishwa auchukue msalaba wake.
na Simoni msalaba ukamshinda. Yesu akarudi akauchukua. Kwenye Yohana 19 mstari wa 17. Yohana 19 mstari wa 17. Nimesema kila mtu anatakiwa kubeba msalaba wa kwake. Mimi nitabeba ya kwangu. Mke wangu atawajibika kwake. Wanangu watakuja kuwajibika kwao. Wajibu nilio nao mimi ni kuwalea katika njia wapasayo. Wewe utawajibika kivyako, na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Hakuna utaitiwa shahidi ya mume wako, au utaitiwa shahidi ya mke wako. Utatoa habari zako mwenyewe, na kimsingi Mungu utamsimulia nini asiyekujua kwako? Utamwambia nini? Anatujua. Kwenye Yohana 19 mstari wa 17 anasema akatoka hali akijichukulia msalaba wake mpaka mahali paitwapo fuvu la kichwa, yani Golgota. Kwa hiyo hapa sasa Yesu akachukua msalaba wake mwenyewe kutoka kwa Simoni uliomshinda, akaenda mpaka mahali ulikosulubiwa. Kwa hiyo Yesu ana msalaba. Yesu ana msalaba. Hivyo msalaba wa Yesu ulibeba nguvu kubwa sana, ambayo nguvu hiyo inaitwa Injili. Mwambie mwenzio, nguvu ya msalaba wa Yesu inaitwa Injili. Mwambie kwa sauti kubwa. Rudia tena. Nguvu ya msalaba wa Yesu inaitwa Injili. Na Injili maana yake ya kwanza, Injili maana yake habari njema, good news. Injili maana yake ni habari njema. Kwa hiyo ndani ya msalaba kuna nguvu inayoitwa Injili, na Injili maana yake habari njema. Na Paulo anasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 16, anasema 6, ionea haya Injili ya Mungu, kwa maana ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa hiyo msalaba wa Yesu umebeba nguvu ya wokovu kutoka kwa Mungu. Wokovu maana yake nini? Wokovu maana yake ni msaada ambao mtu anapatiwa katika hali ya hatari ili awe salama. Wokovu maana yake ni msaada ambao mtu anapatiwa kutoka katika hali ya hatari ili awe salama. Kwa hiyo Yesu akatuona kutokana na dhambi tupo kwenye hatari, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Tupo kwenye hatari ya mauti. Tupo kwenye hatari ya kuteswa na wachawi. Tupo kwenye hatari ya kuteswa na shetani. Akasema hapana, kuna habari njema naipeleka kwa watu hawa ili wao wapokee msaada utokao kwa Mungu bure. Maana katika Efeso 2 mstari wa 8, wa 9 na wa 10 anazungumza sema, kwa maana tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na bidii yetu, haitokani na matendo mema yetu, bali ni kwa neema za Mungu tu. Unavyokuja kuokolewa, hauokolewi kwa sababu umeacha uzinzi, hauokolewi kwa sababu umeacha sigara, hauokolewi kwa sababu umeacha pombe, hauokolewi kwa sababu umeacha uchawi. Unaokolewa kwa sababu wewe ni mchawi, unaokolewa kwa sababu wewe ni mzinzi, unaokolewa kwa sababu wewe ni mwasherati, unaokolewa kwa sababu wewe ni mwenye dhambi, ndipo msaada wa Mungu unakushukia. Kwa hiyo hakuna saa utakaa usubiri useme nasubiri niache hiki ndipo nimwamini Yesu. Hautoweza. Ni lazima umwamini Yesu, alafu Yesu akusababishe uache hicho.
Haleluya, haleluya. Lazima muamini Yesu kwanza. Lazima nguvu ya msalaba ikutembelee, ikusaidie, ikutofautishe na ikutenge na huo uharibifu, upokee habari njema. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17 na wa 18. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17 na wa 18. Tumefika eh? Anasema, maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, bali msalaba wa Kristo usije ukabatilika, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi. Yani watu wakisikia habari za msalaba, wakisikia injili wakaipuuza, hao wamepotea. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na kila amwaminie hatapotea, hatahukumiwa, bali asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa, amekwisha kupotea. Kwa hiyo mtu yeyote anayejaribu kujitenga na habari njema, mtu yeyote anayejaribu kujitenga na msalaba wa Yesu, huyo mtu yupo katika hukumu, yupo katika shimo la upotevu. Hata kama anatembea ni marehemu, hata kama anapumua katika ulimwengu wa roho, anaonekana ni mtu aliyekufa miaka mingi, kwa sababu amekaliwa na mkuu wa giza hili, mfalme wa mauti, Ibilisi, Shetani, mharibifu, mwizi na muuaji wa wanadamu, ambaye Yesu alikuja kusimama kinyume naye. Na jioni ya leo, nguvu ya Mungu ndani ya msalaba, habari njema ikufikia hapo, ikufikie nyumbani kwako, ikufikie mahali popote sauti hii inakofika. Hiyo habari njema ikachangamane na maisha yako, ikachangamane na historia yako, ikachangamane na njia zako. Hiyo habari njema ikutoe hatua moja, ikupeleke hatua 7 mbele, ikutoe kwenye kilio, ikupeleke kwenye furaha, ikutoe kwenye maumivu, ikupeleke kwenye furaha, ikutoe kwenye uchungu, ikupeleke kwenye kicheko, ikutoe kwenye magonjwa, ikupeleke kwenye uzima. Nguvu ya msalaba wa Mungu inaokoa kwa hao wanaoamini, kwa hao wanaosikia, kwa hao wanaopokea. Nguvu ya msalaba wa Yesu ikutembelee jioni ya leo, itembelee nyumba yako, itembelee historia yako, ikutofautishe na ndugu zako, ikutofautishe na familia yako, ikutofautishe kazini, ikutofautishe kanisani, ikutofautishe shuleni, ikutofautishe safarini. Ikiwepo nguvu ya msalaba, asiwepo atakayeanguka, asiwepo atakayepotea, asiwepo atakayeangamia, asiwepo atakayekufa, asiwepo atakayepoteza, asiwepo atakayepata hasara, asiwepo atakayeondolewa, maana damu ya Yesu yenyewe itanena mema kwa ajili yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu kama unaamini nguvu ya msalaba wa Yesu, nyenyua mkono wako nione. Yes, if it is, yes, listen to me. If it is, and if it is you, and if you are believing in that, I predict today, ninatabiri leo, ninazungumza leo, wacha Mungu ajitukuze 2025, 2026. Wacha Mungu akuonyeshe thamani yake, wacha Mungu abadilishe historia yake, wacha Mungu akufinyange, wacha Mungu akuumbe upya, wacha Mungu atengeneze mwendo wako, wacha Mungu anyoshe njia zako, wacha Mungu anyoshe fahamu zako, wacha Mungu aingie kwenye historia yako, atikise tikise, abomoe bomoe,
misingi isiyotengenezeka. Mungu aumbe jambo jipya, Mungu atengeneze historia mpya, Mungu atembee na wewe, Mungu akubadilisha ukiwa kijana, Mungu aondoe habari mbaya, Mungu akupe habari njema, akupe habari njema, akupe historia njema, akutengeneze mama, akutengeneze binti, akutengeneze kijana. Yesu anene mema kwa ajili yako. Msalaba wa Yesu uongee mbele yako, uongee kwenye kazi yako, uongee kwenye maisha yako, uongee kwenye historia yako. Usibaki kama ulivyokuwa, usibaki kama ulivyokuwa. Mungu akutoe hatua moja, akupeleke hatua nyingine, akutoe hatua moja, akupeleke hatua nyingine. Mimi ninakwenda viwango, mimi nasogea kwenda, mimi naendelea mbele, wala sitorudi nyuma. Mimi nasonga, ninakwenda kwa sababu ninaye Yesu, kwa sababu ninaye Yesu, kwa sababu ninaye Yesu, kwa sababu ninaye Yesu, wala sitobaki kama nilivyokuwa. Haleluya! Hakika tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu katika mipango yetu, hakika tunaye Mungu. Wakituuliza, nyie mnaishije mwaka mzima bila kuumwa? Tunamjibu hakika tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu, hakika tuna. Wakituuliza, nyie mbona hamchakai? Miaka inaenda lakini hamchakai. Tunawaambia hakika tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu katika mipango yetu, hakika. Kwa hiyo Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Na ni nani atakaye tuhesabia kwamba tu wakosa? Warumi sura ya 8:1 inasema hivi. Sikia nikwambie, Yesu anasema hivi, hakuna hukumu juu ya hao walio juu ya Kristo. Sio juu ya Kristo tu, ni ishi ya msalaba wa Yesu. Wakitutazama wanaona tumechorachorwa alama za Yesu, tunanukia damu ya Yesu, tunanukia matambiko ya Yesu, tunanukia wana wa kifalme, tunanukia ukombozi. Sisi Yesu ametupendelea, Yesu ametupa uzima. Sio wewe tena unayejipigania, ni Yesu anakupigania. Sio wewe tena unayejipambania, ni Yesu anakupambania. Sio wewe tena unayejishindia, ni Yesu anakushindia. Sio wewe tena unayejihangaikia, ni Yesu anakuhangaikia. Ni Yesu anakupigania, ni Yesu anakuvuta kwake. Anasema hivi, sikiliza, anasema hivi, hamna chochote cha kujisifia. Yesu anasema hivi, sio ninyi mlionipenda kwanza. Hakuna mtu anaweza kujisifu kwamba mimi nilimpenda Yesu. You know Jesus, I love you so much, that is why you chosen me. No, and the no and the big no. You have not chosen Jesus. Jesus chosen you before you know him. From the womb of your mom, toka katika tumbo la mama yako, alikujua, alikufinyanga, alikuandaa. Na mtunga Zaburi anasema hivi, kwa msaada wa Bwana tunatenda makuu. Kwa msaada wa Bwana tunatenda makuu. Tunakwenda, tunavuka. Msalabani pa Mwokozi, hapo ni kwa sababu tunajua kuimba. Tunaimba kwa sababu tunafahamu tunachokiimba, tunajua tunachokisema,
tunajua tunachokikiri. Neno la msalaba ni upuuzi kwao wanaopotea, lakini sisi tunaoamini ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Shangilia! Ni nguvu ya Mungu inayoponya, ni nguvu ya Mungu inayotusaidia, ni nguvu ya Mungu inayotufisha, ni nguvu ya Mungu inayotutofautisha, ni nguvu ya Mungu inayotuinua, ni nguvu ya Mungu inayotupigania, ni nguvu ya Mungu inayotupeleka viwango vingine, ni nguvu ya Mungu inakupigania, ni nguvu ya Mungu inakulinda, inakulinda, ni nguvu ya Mungu inakutetea, inaondoa aibu yako, inaondoa aibu yako, inaondoa mizigo yako, inaondoa fedheha yako, inaondoa shida yako, inaondoa magonjwa yako, inaondoa maumivu yako, inabadilisha historia. Hiyo nguvu ya msalaba, 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 hiyo nguvu ya msalaba. Msalabani ulipigwa ili tupokee uponyaji. Yesu wangu, haleluya, 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 haleluya. Mwambie mwenzio, siku zangu zimehesabiwa na Mungu. Mwambie hivyo. Mwambie wala hazitojaa taabu. Mwambie wala hazitojaa taabu. Mwambie siku zangu sio za magonjwa. Mwambie miaka yangu sio ya aibu. Mwambie unavyoniona leo sio utakavyoniona kesho. Mwambie katika ulimwengu wa kiroho, mimi ni mfalme, mimi ni mwana wa Mungu, nimependelewa, mimi nina nguvu, ninayo mamlaka. Nikisema jambo linakuwa, nikiamuru jambo linakuwa, na kwa jina la Yesu maisha yangu yatanuke, yaongezeke, yachanue. Wajua, tangu tunaongea hapa, kuna mtu anaona kama mimi sina kazi ya kufanya, ana kama mimi nimechoka. Sijachoka, sio kwamba sina kazi ya kufanya. Ninaye Yesu anayefanya kazi pamoja na mimi. Neno la msalaba kwetu ni nguvu ya Mungu. Mwambie mwenzio, neno la msalaba kwetu ni nguvu ya Mungu. Ngoja nishuke kidogo, kuna mtu anielewi. Nasema hivi, neno la msalaba kwetu ni nguvu ya Mungu. Okay, nguvu ya Mungu ikikutembelea ukiwa mgonjwa, nini kinatokea? Nini kinatokea? Nguvu ya Mungu ikikutembelea ukiwa na mapepo, nini kinatokea? Aya, nikodolee macho, niangalie mimi. Niangalie mimi. Alafu nauliza maswali hayo hayo. Nguvu ya Mungu ikikutembelea ukiwa na magonjwa, nini kinatokea? Nguvu ya Mungu ikikutembelea ukiwa na mapepo, nini kinatokea? Yanatoka Hebu yaambie yatoke. Wewe yaambie yatoke. Wewe yaambie yatoke. Mmemaliza kuiambia? Okay. Nguvu ya msalaba, kazi mojawapo ni kumkomboa mwanadamu kutoka katika vifungo vya nguvu za giza, kutoka katika uonevu wa nguvu za giza. Inua mkono wako wa kulia juu. Wewe inua tu. Inua tu. Alafu nikutangazie kitu kimoja. Yes. Wewe ambaye upo kaburini, toka, kwa sababu Yesu alikufa kwa ajili yako. 1, 2, 3. Nimesema wewe ambaye upo kaburini, toka, kwa sababu Yesu alikufa kwa ajili yako. Nimehesabu 1, 2, 3. Hiyo nguvu inatoka hapa, inakufuata hapo ulipo, inakufuata hapo ulipo.
wewe inakufuata hapo ulipo, inakufuata, inakujua jina. Na Yesu ni yule yule jana, leo na hata milele, hajawahi kubadilika. Nguvu ya msalaba, msalaba kwetu sisi ni nguvu ya Mungu inayookoa. Wewe nguvu za giza, toka kwa huyo mama, toka kwa huyo kijana, toka, 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 toka. Nimesema utoke. Jabalado kabradia la somande kiradia la kaparadosha taya. Mtu amelazwa makaburini na yuko uchi. Raka paradia radose paya radia le kaparadia radosha paya deri mandia kladosha paradia radose taya le ya masoka patara na shele kirimanda rika patara masoteri manda rabaya rika pal. Neno la Mungu, neno la Mungu ni upanga, neno la Mungu ni moto ulao, neno la Mungu ni wokovu, neno la Mungu ni msaada, neno la Mungu ni uponyaji. I speak in the mighty name of Jesus. Let it be. Let it be. I count 1, 2, 3. 1, 2, 3. Come out. Come out. Come out. Come out. Maumivu yako ameyabeba Yesu. Aibu yako amebeba Yesu. Mateso yako amebeba Yesu. Dhiki zako amebeba Yesu. Kwa kupigwa kwako Yesu umepona. You come out. Come out. Come out. Nakutangazia nguvu ya msalaba wa Yesu leo. Huo msalaba wenu hauna nguvu. Huo msalaba wenu hauna nguvu. Mwachie mama huyu. Mwachie. Mwachie. Achie ufahamu wake. Achie hatima yake. Achie maisha yake. Kamata kwa nguvu za Mungu katika jina la Yesu. Kwa nguvu ya Mungu au msalaba wa Yesu Kristo ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo mtu akikuuliza swali leo, msalaba maana yake nini? Mwambie msalaba maana yake nguvu ya Mungu inayookoa. Haleluya. Haleluya. Msalaba wa Mungu au msalaba wa Yesu umefanyika upatanisho kati ya mtu na Mungu. Efeso sura ya 2 mstari wa 16. Waefeso sura ya 2 mstari wa 16. Upatanisho umeletwa na msalaba wa Yesu. Inasema akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha kufisha ule uadui kwa huo msalaba. Kwa kulikuwa kuna uadui ambao ulikuwa unatutenganisha na Mungu, ulikuwa unatugombanisha na Mungu, lakini msalaba wa Yesu Kristo ulitusaidia, ukaingilia kati, ukayaondoa ule maadui, ule uadui ulikuwa umewekwa kati yetu na Mungu. Kile kiambaza ambacho ulikuwa kinatufanya tusimfikie Mungu, Mungu akakiondoa kwa msalaba wa Yesu. Namba 2, msalaba wa Yesu umeondoa uadui kwa watu wote. Umeondoa uadui kwa watu wote. Kolosai 1:20. Kolosai 1:20 amesema amevipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Okay, kumbe kwenye msalaba kuna damu. Kwenye msalaba kuna damu ya Yesu. Kwenye msalaba wa Yesu kuna damu ya Yesu. Damu ya Yesu sio bubu, inaongea. Waebrania 12:24 inasema kwamba damu ya Yesu inanena mema kuliko ile ya Habili. Kwa damu huwa hainyamazi. Unapoamini katika msalaba, maana yake umeamini juu ya damu ya Yesu inayoongea mema. Wewe hauipangii, yenyewe huwa inaongea. Issue wewe ni kuamini na Yesu atabadilisha historia kwenye maisha yako. Kwa hiyo msalaba wa Yesu umebeba damu ya Mungu ambayo inashughulikia vitu vyote viwe chini ya Mungu. Nikisema vitu vyote, chochote ulicho nacho, ile damu ya Yesu ambayo ipo kwenye msalaba alikosulubiwa inahangaika au inafanya kazi ya kuvichukua vitu vyote, iviondolee uadui, ivipatanishe na Mungu. Ndoa yako ichukuliwe, iwekwe, iunganishwe na Mungu. Afya yako ichukuliwe, iunganishwe na Mungu. Biashara yako ichukuliwe, iunganishwe na Mungu. Watoto wako wachukuliwe, waunganishwe na Mungu. Kazi yako ichukuliwe, iunganishwe na Mungu. Afya yako ichukuliwe, iunganishwe na Mungu. Kwa hiyo Mungu yuko busy, very busy, very busy. Anashughulika ili aviunganishe vitu
vyote na yeye kupitia damu ya msalaba. Kwa hiyo msalaba kwetu ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo ukiwa na jambo, ukiutazama msalaba kwa imani kabisa, kwa dhati, msalaba unaachilia nguvu ya damu ya Yesu ambaye yenyewe itakuja inapenya kwenye vitu vyako, itapenya kwenye historia yako, itapenya kwenye jina lako, itapenya kwenye maisha yako, itapenya kwenye afya yako, itapenya kwenye elimu yako, itapenya kazini kwako, na ikipenya hautobaki kama ulivyokuwa jana. Haleluya! Hautobaki kama ulivyokuwa jana, kwa sababu hiyo damu ya Yesu juu ya msalaba yenyewe inaondoa uadui. Hebu sema kila uadui. Sema kila uadui uliopo kwenye vitu vyangu, kwa jina la Yesu, jioni ya leo naachilia damu ya Yesu iende kwenye huo uadui, isambaratishe kila aina ya uadui, iondoe kila aina ya uharibifu. Hiyo damu ya Yesu ikaninenee mema, ikanipe ushindi, ikanipe afya, ikanipe nguvu, ikanipe utambulisho. Kila mahali nitakapokwenda nipate kibali kwa sababu ya neno la msalaba. Nipate kibali kwa sababu ya nguvu ya Mungu. Nipate kibali kwa sababu ya neema ya Mungu. Niponye magonjwa, niponye magonjwa, nifufuliwe vitu vilivyokufa, vipokee uhai. Kitu changu chochote ambacho hakifanyi kazi, kipokee uhai leo, kiwe hai sasa, kipokee uhai sasa. Maisha yangu yaanze upya, yaanze upya, nitambulike upya, niwe na nguvu mpya, niwe na nguvu mpya, nianze kuishi maisha ya ushindi, maisha ya ujasiri. Mwaka huu na mwaka unaokuja, mambo mapya ya baraka yakazaliwe kwangu, yakazaliwe kwangu. Nisiwe mnyonge tena, nisiwe mgonjwa tena. Sitavuka na magonjwa, sitavuka na mauti. Yesu, funua thamani yako, funua nguvu zako, jidhihirishe, jidhihirishe kwenye maisha yangu. Nikiongea mimi, uwe ni wewe umeongea. Nikitembea mimi, uwe ni wewe umetembea. Nikiingia mahali, iwe ni wewe Bwana. Nikiomba kazi, iwe ni wewe Bwana. Nikiitwa mahali, iwe ni wewe Bwana. Umebeba hatia zangu, umebeba maisha yangu, umebeba familia yangu, umebeba familia yangu. Kwa hiyo sasa ninakuamini leo na hata milele. Adui hatanisumbua, adui hatanionea, adui hatanifunga, hatanifunga katika jina la Yesu. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 14. Biblia inasema hivi, kila kitu, asema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea msalabani. Sikiliza, hati, kwa ninyi wanasheria mnajua hati ya mashtaka, maana yake mashtaka yanapelekwa mahakamani. Kwa hiyo anasema Yesu alichokifanya, alienda mahakamani kama DPP, alienda kama mwendesha mashtaka, akaenda akaichukua ile hati ambayo ilikuwa inatushtaki kwamba hatutoolewa, hatutooa, hatutopata watoto, hatutopata kazi, hatutosoma, hatutomtumikia Mungu. Anakuta hati zimeandikwa na zina sababu kwamba Josefu hatofanya kitu fulani kwa sababu yeye alikuwa mtu fulani. Kwa hiyo Yesu akaenda, okay, ni kweli Josefu alikuwa mtu fulani na ana haki ya kutokupata kitu fulani kwa sababu ya maisha aliyoishi, lakini nguvu ya msalaba niliyoubeba mimi ilichukua hii hatia, ilichukua hii hukumu. Kwa hiyo mimi nafuta haya mashtaka. Kuanzia leo Josefu yuko huru. Kwa hiyo Josefu anaambiwa kuanzia leo Mheshimiwa Yesu amekufutia mashtaka yako, uko huru. Kwa hiyo okay, mimi mbona sifai? Ndio hufai, lakini alikufa kwa ajili yako. Kwa hiyo nakuja, okay, vyeti vyangu vya elimu viko wapi? Hivi hapa. Okay, cheti changu sikia. Kama kuna uadui unaokufanya nisipate kazi, nataka nikwambie, Yesu
alikufa akachukua hatia ya mashtaka yangu. Ni kweli nisingepata kazi kwa sababu ya haya niliyoyaishi. Ni kweli sitakiwa kuishi kuvuka mwaka kwa namna nilivyoishi, lakini kwa sababu kuna msalaba uliotengenezwa ukabeba maumivu yangu, ukabeba kuonewa kwangu, ukabeba mateso yangu. Leo mimi ninasema hivi, kila silaha itakayofanyika kinyume chako kwenye vyeti vyangu haitofanikiwa. Kila silaha inayofanyika kinyume na ndoa yangu haitofanikiwa. Kila silaha inayofanyika kinyume na kazi yangu haitofanikiwa. Kila silaha inayofanyika kinyume na huduma yangu haitofanikiwa. Kila jeshi lijapojipanga kupigana na mimi halitonishinda. Kila kikosi kitakachokuja kunishambulia hakitofanikiwa. Hakitofanikiwa. Wakija usiku wanatukuta tuna nguvu mchana, wakija usiku wanatukuta tuko macho, wakija asubuhi wanatukuta tuko macho. Sisi hatulali. Kama yeye halali, kama yeye hasinzii, sisi pia hatulali, sisi pia hatusinzii. Kama yeye asivyolala, macho yetu ya rohoni yako na nuru. Macho yetu ya nuruni yanaona na Yesu ana macho, na Yesu anaona, na Yesu anaona, na Yesu anaona, Yesu anaona, Yesu anaona, Yesu anaona, Yesu anafanya, Yesu anafanya, anabadilisha historia yako leo. Sikiza nikwambie, sikiza nikwambie, praise team, sikiza nikwambie, simama nikwambie, simama nikwambie, praise team, simama nikwambie, Yesu akikutembelea hautobaki kama ulivyo. Yesu akikugusa hautokuwa kama ulivyo. Yesu akikuona dakika hizi chache, Yesu akikuhudumia, una nini? Una jambo gani unataka Mungu afanye? Una kitu gani unataka Mungu afanye? Je, umeamini nguvu ya Mungu iliyopo kwenye msalaba? Je, umeamini kile Mungu anataka kufanya? Je, umeamini kwamba Mungu anaweza kukusaidia? Funika macho yako, inua mikono yako juu. Ja paladia rakosa paya radosha taya. Sema Yesu nihudumie. Sema Yesu nihudumie. Yesu nihudumie. Yesu nihudumie. Yesu nitembelee. Yesu nione. Hii ni saa yangu. Haya ni majira yangu. Haya ni majira yangu. Haya ni majira yangu. Yesu nione. Yesu nihudumie. Yesu nihudumie. Ja paladia radosa kaya. Lando kradia bradosa kaya. Leria masapaya radosha taya. Leria masotoyo ridaya. Rika pata ramasolbana. Rika patalia razotaya. Rika pataya zonea. Jimazo la mane. Lando salo kapalo shesu. Liamano kwa moto siama.
mtu amesikia? Japaladia radose kaya maradio. Japaladia radose kaya. Wachungaji. Vika paradose kaya radose kaya. Dandara kaparadose kaya. Vika paradose kaya maradio. Vika pakaya maradio. Wachungaji. Mikono yako, funika macho yako.
Kadosh, 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 Kadosh. Kadosh, 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 Kadosh. The Lamb of God who sits upon the throne. He alone is worthy of our praise. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Haleluya. Amini. Amini, Mungu amesikia, Mungu amefanya. Kama umekuja na sadaka yako, chukua sadaka yako. Kama umekuja na sadaka yako ya ibada, chukua sadaka yako. Kama umekuja na sadaka yako, chukua sadaka. Hata hicho. Kama umekuja na sadaka yako, simama, tunamaliza. Simama, tunamaliza. Simama, tunamaliza. Shama la diara dosa kaya, simama. Bwana Yesu, asante kwa sababu ibada ya utoaji. Tunakusifu na kukuabudu wewe uliye Mungu wa kweli, wa pekee na wa milele sana, kwa ajili ya jina lako, kwa kila mtu atakaye kutolea. Asante Bwana kwa sababu utambariki na utamhudumia na maisha yake hatabaki ya kawaida kuanzia sasa na hata milele. Amen. Karibu mtolee Bwana, karibu, njoo mtolee Bwana, njoo mtolee Bwana, njoo mtolee Bwana sadaka yako, njoo mtolee Bwana sadaka yako, njoo mtolee Bwana sadaka yako. Kwa uaminifu mkubwa kabisa, Mungu anafanya ishara na wewe. Mungu anakumbuka sadaka yako. Mungu anafanya maisha pamoja na wewe. Mungu anaonyesha thamani yake pamoja na wewe. Maisha yako yasibaki manyonge, maisha yako yasibaki chini, maisha yako yasibaki ya kinyonge, maisha yako yasibaki na magonjwa, maisha yako yasibaki na maumivu, maisha yako yasibaki na uchungu, maisha yako yasibaki na vifungo, maisha yako yasibaki na laana, maisha yako yasibaki na maonevu ya adui. Ukawe mtu mpya, ukawe na historia mpya, ukawe mtu aliyebarikiwa, ukawe mtu mwenye kibali, ukawe mtu mwenye ukuu, ukawe mtu mwenye ushindi, ukawe mtu ambaye anabeba alama za Mungu, ukawe mtu anayebeba ishara za Mungu, ukawe mtu anayebeba baraka za Mungu, ukawe mtu anayebeba historia ya maisha ya wengi, ukawe mtu ambaye Mungu amempa kazi ya kufanya kwa ajili ya taifa lake, ukawe mtu ambaye utakamilisha kusudi la Mungu katika maisha yake, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, walinde watoto wako wanapotoka mahali hapa. Neema yako na amani yako iende pamoja nao, uwalinde, watunze na kuwafadhili, ukawapigania kila mmoja na kula mtetea. Kila mahali ambako anatakiwa kujibu, ukajibu wewe. Kila mahali anapotakiwa kuumia, ukaumie wewe. Kila mahali anapotakiwa kupigwa, umeshapigwa wewe. Kwa hiyo ukawe msaada na mtetezi katika maisha yao sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Shalom. Twende kwa amani ya Bwana. We are blessed, we are blessed, we are blessed. Tumebarikiwa, tumebarikiwa. Mshangilie Yesu kwa makofi. Haleluya.